Bwana Yesu Kristo asifiwe. Karibu tena katika mwendelezo wa masomo yetu mafupi ya huduma yetu ya God Intervention International Ministry. Katika Zaburi 118 mstari wa 5, neno la Mungu linasema, katika shida yangu nalimuita Bwana, Bwana akanisikia, akaniweka panapo nafasi. I called upon the Lord in my distress, and the Lord answered me and set me in a large place. Mwandishi wa Zaburi hii anasema alipita katika ziki, katika taabu, katika changamoto za maisha, lakini alimuita Mungu na Mungu naye akamsikia, akamweka panapo nafasi. Nilizungumza nayo kuhusu nafasi. Nikakwambia Mungu huwa anatumana maelekezo, majukumu, baraka kwenye nafasi unayoitumikia. Ndio maana unaona tangu mwanzo mpaka Ufunuo, watu wengi ambao Mungu aliwapa mission, aliwasubiri warudi kwenye nafasi zao. Unakumbuka Adamu alivyokimbia kwenye bustani ya Eden. Mungu alimuita arudi kwanza kwenye eneo, kwenye nafasi aliyokuwa amempa. na mambo mengi sana. Ndio maana akatafuta Adamu wa pili, Yesu Kristo aje arudi kwenye ile nafasi ambayo Adamu alikimbia ya kuwajibika. Kwa hiyo hata wewe Mungu anakusubiri urudi kwenye nafasi yako. Mungu alikumba kwa mfano na kwa sura yake. Anataka urudi kwenye nafasi ya kwanza. Nafasi ya kwanza kwenye maisha yako ni ibada. Ndani ya mekanizmu ya mwili wa mwanadamu Mungu ameweka roho, nafsi na mwili. Roho kwa ajili ya kuabudu. Nafsi ni utashi na hisia na nini, lakini cha kwanza kinachotakiwa kucontrol vitu vyote ni roho, kwa sababu Biblia inasema Mungu ni roho. Na wale wamwabudu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo nafasi yako ya kwanza ya kuendea ukombozi wako, ya kuishi maisha out of distress, uwe freedom from distress, ni lazima uwe na moyo wa ibada. Na moyo wa ibada ambao ni ibada katika roho na kweli. Mimi nakufundisha kwa habari za kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Huo ndio msingi wako wa kwanza. Kwa sababu Yesu ndio amebeba package ya amani. Yeye ndio mfalme wa amani. Peke yake maandiko yote yanazungumza. Pokea Yesu au Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Huo ndio msingi wako wa kwanza wa kuweza kushinda mambo yote huko ulimwenguni. Utaanza kutumikia nafasi yako. Na zile nafasi ambazo huko nyuma ukizitumikia ujanani, ulikwepa au adui alikukwepesha baraka zako, heshima katika hizo nafasi Mungu anakurejeshea kwa pamoja. Kama Ayubu 42 mstari ule wa 10 Biblia inasema ndipo Mungu akaondoa uteka wa Ayubu. Akamrejeshea mali zaidi ya alizokuwa nazo hapo mwanzo. Wakaja nduguze na rafiki zake na wale waliomcheka hata kule mwanzoni. Wakala na kunywa na walikuja na zawadi. Haijalishi umekaa kitambo gani nje ya nafasi, lakini Mungu pia anakukumbusha saa hii urudi kwenye nafasi yako. Moyo wako uruhusu roho wa Mungu aingie, atawale, ili mwili wako na nafsi yako viwe chini ya utawala wa Mungu, ili uweze kuyashinda matendo yote yale ambayo yanasababisha uishi maisha kutokumpendeza Mungu. Panapo nafasi, Mungu anakusubiri uketi. Shalom shalom. Kesho tutaendelea katika Zaburi 18 mstari wa 6, inakuwa na maana nyingine kubwa kuhusu nafasi. Kumbuka tunazungumzia nafasi chini ya ufalme usioweza kutikisika.